Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Leo tuzungumze kidogo kuhusiana na kitu ambacho kinaitwa msamaha. Unajua msamaha ni jambo ambalo likifanyika katika familia, basi familia huwa na furaha, riziki uteremka na kadhalika. Lakini msamaha huo ni kitu ambacho kwenye mahusiano pia kinajenga. Na kwamba watu wangekuwa wanagombana hawasameheani, sidhani kama kuna mahusiano ambayo yangeendelea mpaka leo. Kwa hiyo msamaha ni jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha yetu. Ndio maana utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka mlango wa toba. Yaani akiamini ya kwamba kuna toba na kuomba msamaha ili maisha yaanze upya. Yaani leo ukiwa na madhambi mengi ukaamua kumuomba Mungu msamaha, ukasema Mwenyezi Mungu astaghfirullah wa atubu ilayh, namuomba Mwenyezi Mungu msamaha na ninatubu kwake, maana yake unafutiwa madhambi yako na unaanza upya mahusiano yako wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hizi ni faida za msamaha. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake surati Nuh aya 12 kama sisahau, Mwenyezi Mungu anasema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, nikasema ya kwamba muombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe. Lakini Mwenyezi Mungu anasema nini? Kwamba ndio ni mwingi wa kusamehe. Ni faida gani ambazo tunazipata baada ya kuwa Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe? Mwenyezi Mungu anasema yursilis samaa alaykum midrara, Mungu atawateremshia mvua, yani mfululizo, yani ataishusha neema ya mvua, kwa sababu mvua pia ina faida yake. Kuna watu wanahitaji mvua na sisi pia tunahitaji mvua ili tuweze kupata mazao na kadhalika. Kwa hiyo yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali, lakini si hivyo tu, bali anawazidishia pesa, mali yaweza kuwa ni pesa au ni wanyama au kile kitu ambacho unaweza kukimiliki kinaitwa ni nini? Ni mali. Mali sio tu iwe ni nini, iwe ni fedha. Kwa hiyo wayumdidukum bi amwali wa banina, kwa hiyo Mwenyezi Mungu atawazidishia watoto na pesa, mali na watoto. Si hivyo tu, wayaj'al lakum jannatin, atawaongezea bustani, atawapeni bustani, wayaj'al lakum anhara, pia atakupeni nini? Mito. Kwa hiyo umeona kwamba faida za msamaha, yani unapomwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, basi Mwenyezi Mungu anaamua kukupa faida zote hizi. Yani anakuteremshia mvua, anakuzidishia riziki, mali, watoto. Kwa hiyo kuna siri kubwa sana katika msamaha. Kwa hiyo msamaha una siri nzito sana. Nadhani watu ambao wapo kwenye mahusiano wanaelewa siri ya msamaha na kuombana msamaha. Siku zote mtu ambaye hawezi kujishusha, yani pale ambapo amekosea na hawezi kujishusha akaomba msamaha, huwa ni chanzo cha kusababisha mfarakano wa familia, mfarakano wa mahusiano na kadhalika. Kwa hiyo msamaha ni jambo muhimu sana, yapaswa kusoma vizuri na kuelewa msamaha na siri za msamaha ni nini. Mpaka hapa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin.